Mambo vipi wana Afrika? Karibuni tena kwenye kipindi chetu cha changamoto za maisha. Baada ya maombi yenu kutaka mwendelezo wa stori ya Bwana Nasri, hatimaye nimemuita kwa mara nyingine tena aje kumalizia stori yetu ambayo imewavutia watu wengi. Na mimi jina langu ni Amani Kamata. Karibu sana. Habari za siku 2-3? Habari ziko salama kabisa mpaka sasa, nashukuru kabisa. Naam, hivi unakumbuka tuliishia wapi? Ya, nakumbuka kabisa brother. Haya, karibu, wanakufuatilia maana watu wamependa kweli kweli historia yako, na ndio maana nimekurudisha tena ndani ya mjengo. Nashukuru brother, kama wamepokea vizuri, basi lengo ni kujifunza na kuwa makini katika haya maisha, ili na wewe lisije likakukuta kama ambalo liliweza kunikuta mimi. Sawa sawa. Baada ya kuniambia kwamba mama mkwe binti yake hanihitaji, mimi niliweza kiukweli, sikuwa sawa wakati ule. Nikamuuliza mama mkwe, je, naweza kumuona hata mara moja binti yako? At least aweze kuja hapa mbele niweze kuongea naye au kumuuliza tatizo ni nini. Mama mkwe alichonijibu yeye na kuniambia, anambia kwa sasa mwanangu hayupo hapa, yupo kwa anti yake. Sasa anyway, nikasema ni sawa. Nikachukua kiasi ambacho kwamba niliweza kutanguliza na kuondoka zangu nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, ikawa mawazo ya hapa na pale, akili haijatulia. Nikaweza kumpigia rafiki yangu mmoja, alikuwa anaitwa Mudrik. Niliweza kumpigia Mudrik na kweli aliweza kunifuata mpaka ninapoishi, na tuliweza kuzungumza, kumwelezea habari ambayo kwamba iliweza kunikuta. Ndio. Mudrik baada ya kumwelezea ndipo aliponishauri, je, umejaribu hata kuwatafuta rafiki zake wa karibu? Ndipo pale mimi nilipochukua simu na kuwapigia rafiki zake wawili, lakini hawakuweza kunipokelea. Lakini muda kama lisali moja liliweza kupita hivi, rafiki yake mmoja aliweza kupokea. Nakumbuka kama alikuwa anaitwa Naila. Ndio. Naila. Niliweza kumpata lakini aliweza kuniambia vitu ambavyo kwamba moyo wangu uliweza kushtuka sana. Nikasema, au kuna mchezo ambao unaweza kufanyika hapa? Hili ni kweli analolizungumza huyu au kuna mchezo? Lakini anyway, yule Naila aliweza kunielezea, niliweza kushtuka sana. Nikamwambia, je, unaweza ukanielezea vizuri ili nipate kujua nini kinaendelea? Akaniambia kwamba bana, kiukweli nisikufiche shemegi yangu, bana, alikuja mtu kwao, binti Mwarabu ndo aliweza kufika pale, na aliweza kutoa mahari shilingi milioni 5. Kazi ipo. Baada ya mimi kudaiwa shilingi milioni 2 na kutoa nusu, sijui kwamba wazazi waliona kwamba sina uwezo, baada ya kusubiria kumalizia kiwango, lakini Mwarabu aliweza kufika pale na kutoa shilingi milioni 5. Hebu labda yule mwanamke alikuwa hakupendi wewe kwa sababu gani? Ndio. Kama mara ya kwanza aliweza kukufata na akakuelezea kwamba kuna mtu amekuja nyumbani, ndio, inabidi umuokoe ili asiolewe na yule mtu. Ndio. Kwa sasa nini kilimfanya tena akubali mahari ya mtu mwingine na sio wewe? Niliweza kufuatilia kwa makini sana. Yule binti ilikuwa tunapendana sana. Ni nini kilimtokea kwa wewe ukijaribu kufikiria kwenye kichwa chako? Kwa mujibu ya maelezo ya rafiki yake, ndio kwamba inaonyesha kwamba mama mzazi ndio ambaye aliweza kumkanya na kumlazimisha kuolewa na yule Mwarabu, kwa kiasi ambacho kwamba
aliweza kuja nacho, lakini kiupande fulani naweza nikasema kwamba kama aliingiwa na tamaa mama mtu. Kwa nini uliamua kwenda kumwelezea rafiki yako na si wazazi wako? Yeah. Nashukuru umeniuliza swali zuri. Ndiyo, niliweza kumpeleka mtu ambaye ni mudrik, niliweza kumtafuta na nikamwagiza na alienda na vizuri tu, alipokelewa vizuri sana. Baada ya kupokelewa, kupeleka barua na hapa na pale, ndipo aliponirejeshia majibu, ndio nikapanga siku ambayo mimi ya kwenda kupeleka yale mahari nusu. Sawa, tuendelee. Yeah. Niliweza kumtafuta yule rafiki yake wa kike ambaye ni Naila. Naila kunielezea kiukweli, aliweza kuniambia kwamba ameenda Mwarabu na kutoa hiyo shilingi milioni 5, na katika kutoa shilingi milioni 5 jambo halikucheleweshwa. Yaani ni kama mimi mwezi huu ambao alikuwa anatakiwa kufungana ndoa na yeye yule Mwarabu, na yeye aliweza kufunga ndoa ndani ya mwezi huo, na mimi sikuwahi kufika eneo la tukio. Lakini taarifa alikupa nani kama Mwarabu anafunga naye ndoa? Ya taarifa aliweza kunipatia ni rafiki yangu ambaye ni Mudrik. Aliweza kufuatilia vizuri na ikawa kila linaloendelea kule tayari ananitumia message kwenye WhatsApp, ananitumia picha, video, naona in short kama kiupande fulani na nimelipokea, lakini kiupande fulani kama ilikuwa napata maumivu, lakini ndo ikawa haina jinsi tena. Lakini huyo rafiki yako naye alikuwa afai, alikuwa anakutumia hatua kwa hatua, step by step. Ya, kwa sababu nilikuwa hata hivyo nilikuwa namkubali sana na ananisaidia katika mambo mengi pia. Ya, tunasaidiana katika mambo mengi sana. Ya, tulikuwa tunakubaliana sana kwa lolote lile, kwenye shida na raha. Baada ya rafiki yako kukuletea hizo taarifa kwamba aliyekuwa mke wako mtarajiwa ameolewa na Mwarabu, maamuzi gani ambayo ulichukua? Kiukweli sikuchukua maamuzi ya aina yote. Niliweza kukubaliana na matokeo, kwa sababu kipindi kile mimi nilikuwa ndo kwanza najitafuta, sikuwa na maisha, kwa sababu yule Mwarabu ilikuwa kanizidi kwa vitu vingi, kwa sababu ilikuwa ni mfanya biashara kwa vitu vya jumla. Sasa basi mimi nikapotezea, nikaendelea na maisha yangu. Ndiyo. Harakati zangu za hapa na pale. Sasa kama miezi 6 kupita au mpaka 7, nakumbuka naweza nikasema hiyo, niliweza kupokea simu, lakini ilikuwa namba ngeni. Niliweza kupokea simu. Baada ya kupokea simu, habari, namuuliza, naona mtu kimya. Halo. Akaanza kuongea na kujitambulisha, mimi fulani bin fulani. Shida nini tena? Nilistuka, niliweza kustuka. Sasa huu ni mtego au vipi? Huyu si mke wa mtu? Yule binti ndo aliweza kunitafuta. Ndio. Sijui umenielewa hapo brother? Yaani maana yake ile simu iliyopigwa kumbe alikuwa ni yule binti ambaye kwamba nilihitaji kutaka kumuoa. Sawa. Nilistuka, nikajua je, kuna tatizo limetokea au nini? Mbona kanitafuta huyu binti? Kweli nikamwambia shida ni nini. Baada ya kumwambia shida ni nini, akaniambia nahitaji tupate muda mzuri tuweze kuongea. Nikamwambia kwa sasa haiwezekani kuongea na mke wa mtu, pia na mimi niko katika harakati zangu za kimaisha. Tulia na mume wako, endelea na maisha yako. Yule binti alilia sana ili niweze kumsikiliza. Nikakaa, nikaendelea na majukumu yangu. Usiku nimetulia, kapiga simu tena. Na wewe ulikuwa bado hujaoa mpaka muda huu? Bado sijaoa kabisa. Aliweza kunipigia simu tena, ndipo hapo nikamwambia hebu niambie tatizo ni nini hasa. Binti akaanza kunielezea na kuniambia. Kilichonishangaza zaidi katika maelezo yake brother,
ananiambia kiukweli, ile ndoa mimi niliweza kulazimishwa na wazazi wangu, na kwa sasa yule Mwarabu, biashara ambayo kwamba aliweza kuwa nayo imeshachukuliwa. Ile biashara si ya kwake. We